ayaenea. Kamata mkono wako Moizi. Mkono wangu, okay, njoo mkono wangu. Tia mkono wangu mkifua anatia. Utowe, wanatoa. Anaona mkono unageuka bukoma. Aya kawaida. Mwale kawaida. Hii ishara yote mbili ukiangalia ilikuwa danger kwa Moizi mwenyewe. Nyoka atamsaidia Moizi. Pengine nyoka ndio angeweza kukimbiza kwa kufuata ba Egypte nyuma, peut-être. Lakini nyoka ni kiumbe kio danger. Nyoka ni kiumbe adui kwa watu wote. Moizi ndio anageuka bukoma. Yeye ndio anageuka bukoma. Sasa mkono wa bukoma utapigana tena je? Unaona Masai ingine bile benye uelewi bile ndio mko nguvu ya Mungu. Amen. Ilikuwa vigumu sana kwa mtu aliyeongea na leo. Nikamwambia kusema ifo unapata uelewefu mzuri wa Mungu. Wakati bana mkamata Moizi angali bebe bana mtia mkale ka kitunga kale. Baada kumtia mtoni wa Nile. Il faut uelewe kwanza Nile ni nini. Iwa ni mtoni unajaa mamba. Aina vile bana michaji yaka. Mtoni unajaa mamba. Unajaa banyama wa makali. Ndio mbali mkumbo. Mkuangalia ilikuwa ni kusema hamna wokovu. Amen. Lakini ilikuwa ndio njia ya Mungu ya kumwokoa nayo. Amen. Ilikuwa ndio njia ya Mungu ya kumwokoa Moizi. Wewe mwenyewe ukiangalia unasema hii njia iwezekani? Mbile binyewe ya uelewi njoo mule nguvu ya Mungu inaanza kuonekana. Amen. Acha kutia mashaka kubile Mungu anakuambia, fanya bila Mungu anakuambia, utaona mkono wa Mungu. Amen. Bile binyewe ya uelewi njoo mule nguvu ya Mungu. Yes. Moizi. Uko na nini? Sasa anakuangalia ni kuna nini? Tia mkono. Kina kwa bukoma. Tia tena anati. Inatakata. Mungu anamwambia kama hawakuelewa sauti ya ishara ya kwanza, bataelewa sauti ya ishara ya pili. Kitu kilinigusa hapa ni kusema Mungu akusema kama abakiona ishara ya kwanza au kama abakiona ishara ya pili. Alisema kama hawakuelewa sauti yenye kuwa nyuma ya ishara ya kwanza, bataelewa sauti yenye kuwa